Tukimalizia hiyo story ya nani ya Kasongo, because tulikuwa kwa story ya ya hii poster. Tulikuwa kwa story ya hii poster na majamaa. So unasema motive ya Kasongo because yeye ndiye amewapea mboka ni kushut down. Mimi the obvious question is nani amepatia Mwakideu ganji ya kuweka hiyo because event iko na budget. Hakuna event haina budget. So tuanzie hapo before useme umelipwa na hujalipwa, sababu I don't think mtu anaweza toa tu ganji yake Uongo hizo na nimeona ni kama hakuna entry fee. So it is calling all content creators, I am using my 20 million. It is not in Kenya. Kenya ijazoea. So hiyo ni flag ya kwanza kuonesha hapa kuna pesa imetembea. Lakini hatujui imetembea namna gani. Flag ya pili, angalia wale majamaa wako pale. For example, mtu kama Willy si content creator. Yeye ni journalist. Unaona yeye ni journalist. Alikuwa anasoma habari kwa TV and then akapata an entertainment show just like Larry Madowo. Larry alikuwa anafanya the trend. The same thing Willy sanadu. Larry is not a content creator. Larry is a journalist. Unajua, huyu ni journalist. So, alafu huyu ni jamaa mwenye amekuwa akiingiana na wasanii, unajua tu mambo yake imekuwa ni hapa kule. So and then uangalie bibi ya Guardian Angel. Unajua ni mmadha, wacha niseme tu nimesikia opinion yake online na siwezi taka kusikia opinion yake kwa pale. So unajua hiyo mbogi kwanza mtu wa kwanza anaenda hiyo event. Well, kuna event flani ina come on 29th of October and event I suppose imekuwa organized by Alex Mwakideu. So event it's all about understanding the cybercrime bill yenye ilipitishwa na Prezo early this month, but ikabaki imesuspendiwa na court, so bado iko kotini. But I think Alex Mwakideu is organizing this event to like kinda invite content creators and also the public to like kinda scrutinize this bill and also get to understand the truths and the lies. So but tunaona wakina Cheesy podcast hapa wanachambua hii story, wanasema Alex is paid together with the artists or other content creators that have been invited by Alex Mwakideu on that panel. I think it will be a panel, so guys will be maybe asking questions and I suppose each and every person who will go there would have read this bill. So Cheesy podcast pale wanachambua hii kitu vibaya sana according to mimi. Number one, nasikia Rapture pale anasema wamelipwa ati for you to organize an event kwa hii country like it's close to impossible. Hata wewe mwenyewe Rapture uwaga unafanya event yo stand up comedy yako raw and uncut. So kusema ati hii kitu imeorganiziwa na Mwakideu juu alikuwa amelipwa kidogo ina sound of funny. That's number one. Number two, wacha kudharau watu, because unasikia Rapture hapo anasema kuna watu wengine kama Esther Musila ni kama haezi msikiza, you know, Willis Raburu. Those guys are not content creators. Okay, number one, kitu ya kwanza nafua leo Rapture ni that hii bill ni ya Wakenya wote. So the fact that all of these guys are Kenyans, they are supposed to contribute something to this bill. That's number one factor inafanya hawa sio kuwa relevant kwa hii panel. It's that wote ni wa Kenya. Umeget? So ufai kusema hata kitu kama hiyo ati mimi nikiona sijui Esther Musila sijui hawa si content creators. Guys like Esther Musila wameface a lot of rejection hapo online wakina Raburu actually alikuwa na face stories za you remember wakati alikuwa na struggle na stories za sijui weight yake na stories za obesity, sijui alikuwa amekula sana, wasi walikuwa wanamchomea. So
So number one, Rapture hufai kudharau mtu whether ni mdogo ama ni mslim ama ni mnono, hufai kudharau mtu. Number one, hufai kudharau mtu. So the fact that they are Kenyans, so wanaweza contribute kwa hii bill, so you are not supposed to disqualify them. So kitu ingine Rapture unafaa kuelewa ni ati hawa se wote wenye kwa hiyo panel, in one way or the other washai make do through a digital platforms. Una get. So uwezi wa disqualify hivyo ati useme Esther Musila sijui ni Esther Musila ni musician, ni artist, ametoa mangoma pale. Ukiangalia mse kama YY is a comedian like you, Rapture. Oga Obina pia amekuwa comedian, amekuwa MC. Same to Dr. Kingori, same to Willis Raburu. Hawa se wote wamekuwa kwa hizi digital platforms, and I suppose and I think they have something to say, or rather they have something to contribute towards this bill. Uwezi sema tu umse hawezi dharau watu hivyo. Kwanza ni vizuri mtu akipata time aende, but mtu anaenda huko asiende kungoja kusikiza maoni ingine. First of all hapo kuna Alex Mwakideu. Juzi wamepigwa bullying nyingine. Ni bullying ama yani wasee wamekamkwao sana hizo ma story hiyo kitu sasa yenye wanaweza ita bullying. Wasee wamewabully sana. So Mwakideu unaweza kuwa very sure atakuja jaribu kubonga yeye ni kama mtu anaongea point alafu aseme ila ni kitu mzuri because ukiangalia inakuprotect wewe na familia yako, because wote wanaguzia watoto. Ruto watoto nani watoto na hao ndio wanaua watoto, because who is killing the children? Who is killing the youth? Nani alipiga Rex Masai risasi? It is these same guys when wanasema polisi huwa. So uwezi come then useme sasa tuna protect watoto wako because of the internet is not killing the chi. Wacha tukue honest, the internet is not killing children. It is you who is killing chi. In fact children wafaa kuwa protected from you. Tukikuja kwa Musila na juzi amerecord video tulibongata story yake hapa hivi. Yes tukisema ile hata hafai kurespond ya ile ati ukintusi na kutusi. Huyo ndio mtu anaenda kutoa mao. So everyone mwenye ako picked hapo. Ukiangalia YY comedian juzi alisema jail them, so inakaa tu mbogi imelipa. Unajua just Obina pia anaogopa kutroliwa sana from the face of it. Inakaa tu mbogi yenye imechuni. Na unajua mimi kitu moja naweza sema hizi antics hizi ni zile vitu zilikuwa zinachezwa. That's why Mushi na nikirudia Ruto ni mwere. Because vitu zenye zilikuwa zimejaribiwa na mtu before, it means tunazijua. We are wise now. Unajua once bitten twice shy. So Rapture the scientist, kama una feel uko na maoni inaweza contribute to this bill na isaidie, what are you waiting for? This is an opportunity that wewe inafaa take that responsibility ya ku-attend that event, na hata hiyo itakusaidia kuvalidate whether these guys are paid or not. Usiseme tu watu wamelipwa, yet I suppose you haven't even read the bill itself, kwa sababu hata facts zako zenye unapeana they are based on shallow truths. So mimi naweza ku-advise, this is an opportunity for you to go and validate for yourself kama watu wamelipwa ama hawajalipwa, because a question is, kama uko na maoni yenye ni ya maana sana, would you prefer being paid so that you raise those opinions, or not being paid and still raise those opinions? That's the question, because hawezi tu kuwa unapeana maoni unasema wale wamelipwa, ule siwezi msikiza, ule si content creator, ule hawezi niambia kitu nisikize, ule sijui kwa nini amewekwa kwa hiyo panel. Stop ranting bana, tokea hizo events, go and prove to yourself, read the bill itself and read your opinions based on the facts and the truths that are there. Usianze tu kutoanisha watu ati
Mwakideu amelipwa, YY amelipwa,